Hujambo mwana Natural Song Media. Hii ni Trend Essential na leo tunaiangazia sehemu ya pili ya simulizi ya Unforgettable Congo. Mwandaji na msimuliaji naitwa Barnaba Benson. Twende pamoja. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kumeshuhudiwa mzozo na ukosefu wa utulivu kwa muda usiopungua miongo mitatu sasa, lakini katika muongo mmoja uliopita mapigano makali yamezuka mara kwa mara. Japo eneo hilo linalojumuisha majimbo ya Ituri, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini yana jumla ya makundi ya wapiganaji zaidi ya 129, kundi la waasi la M23 ambalo ndilo kuu lililobuniwa mara baada ya makubaliano ya Machi 23 ya kutafuta amani imekuwa ni historia ya machafuko. Pamoja na sababu za kihistoria, mashindano ya kikanda na machafuko ya ndani, hali hiyo kwa mara nyingine tena inavuta hisia za kikanda na za kimataifa. Mashambulizi ya hivi karibuni ya M23 yamebadilisha kwa kiasi kikubwa hali ya usalama ya mashariki mwa DRC. Tangu mwishoni mwa mwaka wa 2021, kundi hilo limeanzisha mashambulizi mapya na kukamata maeneo ya kimkakati. Januari 27 mwaka 2025, wapiganaji wa kundi la waasi la M23 walitoa taarifa ya kuuteka mji wa Goma ambalo ndilo jiji kubwa zaidi mashariki mwa Kongo. Mapigano ya silaha yalizuka karibu na uwanja wa ndege na kuwalazimu maelfu ya raia kukimbia. Hili linaashiria mafanikio kwa kundi la waasi la M23, kwani Goma ni kitovu muhimu cha kiuchumi na kiutawala. Wiki chache zilizopita, kundi la waasi la M23 liliuteka mji wa biashara wa Minova na kupata njia muhimu za ugavi na maeneo ya kiuchumi. Kuibuka tena kwa kundi hili la waasi la M23 kumezua mivutano ya kikabila katika eneo hilo. Matamshi ya chuki na chuki dhidi ya wageni, hasa zinazolenga jamii za Watusi na wanazozungumza Kinyarwanda, vimeongezeka. Rais Felix Tshisekedi amewataka raia kukataa matamshi ya mgawanyiko, lakini wanasiasa na vyombo vya habari vinaendelea kusisitiza hisia hizo bado zipo na kudhoofisha juhudi za amani za msingi. Mashirika ya kikanda na kimataifa yamejaribu kupatanisha mzozo huo. Jumuiya ya Afrika Mashariki imeandaa mazungumzo ya amani, ingawa M23 ilitengwa kwa vile inachukuliwa kuwa kundi la kigaidi na serikali ya Kongo. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa na wahusika wengine wa kimataifa wametoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano na mazungumzo ya kikanda ili kushughulikia mzozo huo. Kuibuka tena kwa kundi la waasi la M23 kunaangazia changamoto zilizokita mizizi mashariki mwa DRC, ikiwa ni pamoja na utawala dhaifu, migawanyiko ya kikabila na ushindani wa maslahi ya kikanda. Operesheni za kijeshi pekee zimeshindwa kuleta amani ya kudumu. Licha ya shinikizo linalozidi kuongezeka kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekataa kufanya mazungumzo ya kimaridhiano na waasi wa kundi la M23 ambalo limeteka maeneo makubwa mashariki mwa nchi hiyo katika miezi ya hivi karibuni. Wiki iliyopita, serikali ya Uingereza ilitoa wito wa kulihusisha kundi hili la M23 katika mazungumzo ya kujumuisha kama sehemu ya juhudi za kupata suluhu ya kisiasa kwa mzozo huo. Hata hivyo, waziri mkuu wa DRC Congo Judith Suminwa Tuluka alisisitiza kuwa serikali yake inapendelea kuzungumza na Rwanda, nchi jirani ambayo inashutumiwa kwa kuliunga mkono kundi la waasi la M23. Mpaka sasa, kwa mujibu wa mamlaka za Kongo, zaidi ya watu 8,500 wamepoteza maisha tangu mapigano yalipoongezeka mwanzoni mwa mwaka huu. Mamia ya maelfu wamelazimishwa kuondoka makwao wakihofia usalama wao wakati wa vita, ambapo wataalamu wa Umoja wa Mataifa na wengine wakiangazia Rwanda kama nchi inayopiga jeki vita hivi. Na hiyo ndiyo sehemu ya pili
katika 20th Century ndani ya Natural Sound Media. Mwandaji na msimuliaji naitwa Barnaba Benson.